Unasikika. Okay. Kwanza ndugu yangu ningependa tumshukuru Mwenyezi Mungu peke zake kwa kuwa ametujalia kuweza tena kutupa uhai wake na kutupa nguvu ya kuweza kuja kufanya mazungumzo na kukutana tena hapa. Hii ni jambo kubwa sana kwa sababu wako watu ambayo leo hawajakuwa na wameweza kupata hii nafasi ya kuishi tena kwa dunia ambayo tuko mimi na wewe. Kwa hiyo kabla ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu sana. Na pia leo mambo imechemka sana. Ziko mambo nyingi sana zimetokezea. Kwa hiyo na kuombeni sana ndugu zangu mkuwe mnafanya kazi kwa pande zenu za kuilinda yangu isije ikakuwa inadondoshwa, kwa sababu niko na taarifa muhimu sana na ni taarifa njema sana kuwapea. Pia niliongea na mjomba yenu, nimeambiwa ni mjomba yenu anaitwa Bwana Msigwa kwa simu, lakini alikuwa mkali hivi mpaka anataka kupigana kama masaa mawili nyuma. Lakini mimi niko na heshima sana, tukakuwa tunazungumza naye kwa heshima, tutayaongea yote hayo. Jambo la pili ambalo kabla sijaweza kuingia kwa ile kwa ile topic ambayo nataka kuzungumza, ningependa pia kuchukua nafasi hii kumhamasisha kila mtu ambaye yuko hapa ama yuko kwa live nyingine yoyote kupitia live hii kwamba tujitahidi sana kuzungumza kauli za kuheshimiana, na tujitahidi sana tukuwe watu ambazo tuko na maneno mazuri na tuko na maneno za kustahamili pale mwenzako anapokuwa akatoa kauli mbaya. Tusijaribu kwa harama yoyote ile tusijaribu kwa harama yoyote ile kuruhusu kugombana ama kukosana sisi peke zetu wenyewe kwa wenyewe. Hiyo haitakuwa jambo zuri. Kwa hiyo nahusia watu tukuwe na moyo ya subira, lakini pia naomba sana tukuwe tunamtanguliza Mungu zetu peke yetu kwa kila jambo ile tunafanya, pamoja na kufanya maombi na sala, kwa sababu tu Mungu peke yake aweze kutupea hekima na busara na adabu ya kujua vipi kusema mambo, kujua vipi kupambana na hawa watu ambayo ni mahalifu. Hii yote hatuwezi peke zetu, isipokuwa kwa neema ambayo peke yake Mwenyezi Mungu mtukufu yuko nayo. Na jambo nyingine ambayo nadhani ni muhimu sana ni kwamba sifa na utukufu yote mimi sistahili kabisa. Kwa hiyo sifa na utukufu anastahili Mwenyezi Mungu peke yake. Mimi siko na vigezo ya kupewa utukufu ama kupewa sifa, lakini pia mimi pamoja na nyinyi yote ambayo mpo hapa, sisi ni watumishi wa Mungu. Sisi tunamtumikia Mungu kwa kusema ukweli, kwa heshima na kusaidia ile jambo ambayo tunaona ipo sawa. Kwa hiyo tusikuje tukatoka kwa line, tusikuje tukatoka nje mstari. Maana yangu kwamba sifa na utukufu yote tumpe Mungu, na sisi tubakie kama watumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu yeyote hatakiwi kutaka utukufu wala hatakiwi kutaka sifa kubwa, kwa sababu hiyo sio mali yetu. Hiyo ni mali ya Mwenyezi Mungu peke zake. Lakini pia leo ningependa kuleta jina moja ambayo tutumie kwa watu ambao walikuwa kwa maandamano. Siwajui wote, lakini nitawataja wadogo kama kina C6, One Love na watu wengine ambayo walikuwa frontline kwa maandamano ya tarehe 29 Oktoba 2025,
ningeomba kuanzia leo tarehe 22 tuwatambue hawa watu ambayo wamekufa kwa siku ile kwamba ni mashujaa, na watu ambayo wamepona na zile vita tuwatambue kama veterans, kwa sababu majeshi za Marekani ambayo ilipigania vita kwa ajili ya kuifanya Amerika ikuwe bora zaidi, ambazo wamepona kwa mavita za dunia na mavita makubwa na wako hai mpaka leo wanatambulika kama maveterans. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa kuwapa heshima kubwa kaka zetu na dada zetu ambayo walifanya maandamano mazuri sana tarehe 29 na yakakuwa yameleta mafaida makubwa, naomba tusiwaite majina mabaya, sipokuwa tuwatambue kama maveterans. Wale ni maveterans wetu. Kwa hiyo kama utarizio, unaweza ukaweka clapping machine, makofi ya mashine, tuwapigie hawa kina C6 ambayo walitoka tarehe 29 bila ya kuwa na silaha yoyote. Kwa hiyo mtu yoyote ile ambaye tarehe 29 Oktoba 2025 alitoka kufanya maandamano kwa ajili tu ya kuipigania Tanzania ikuwe bora, tutamtambua kama veteran, kwa sababu ameingia kwa mavita makubwa na bado kwa neema ya Mungu peke zake, na ametoka bado akiwa yuko hai. Ndugu zangu, ninaomba sana sisi tusijipe utukufu tukawalaumu wale watu waliotoka. Wale watu ambazo wamepigana, wamekwenda kwa zile maandamano, wale watu wana experience kubwa sana ya maandamano. Yani maana yangu ni kwamba tuko na mambo nyingi tunaweza kujifunza kupitia wao, kwa sababu wale wanajua uwanja ya vita utamu yake iko vipi, kwa sababu peke zao wameingia, wakaona watu kuliwa, wakabeba maiti, waliwasogelea mapolisi. Kwa hiyo hawa madada zetu kina One Love na wengine yote, usione sijakutaja jina, mimi peke zangu sijui majina, nimekusudia wote. Naomba sana tusiwatolee maneno mabaya, kwa sababu tunawavunja moyo sana. Tusikue tu mtu kakosea kitu kidogo tukasema yule ni mamluki. Hapana. Ndugu, tufanye yoyote ile tunaweza, tusikuje tukapasuka wenyewe kwa wenyewe. Hawa watu tunawahitaji, na hawa ni veterans, wako na makovu ya silaha na makovu ya kupigwa kwa mili yao kwa sababu tu ya kupigania nchi yetu. Kwa hiyo mimi nisingependa tena kumuita mtu kama C6, ila nitamuita veteran C6. Kama mtarizea, nitawashauri peke zenu tuwatambue hivyo hawa watu. Sasa kama mnaweza kunisikia kwa vizuri, ninaomba sasa muniruhusu rasmi nianze kutoa taarifa rasmi ya leo na mipango za leo na vipi mambo yanakwenda. So naomba muniambie kama sote tuko sawa, tuendelee na hizo mambo. Let's go, tuendelee. Okay. Sasa ndugu zangu, leo kuna mambo mingi sana imekuwa imetokea. Nitakuombeni sana unisikilize hizi mataarifa kwa makini sana, kwa sababu ni mataarifa muhimu na yenye faida kubwa sana kwa vijana na raia yeyote Tanzania akuwe anajua hizi taarifa, na si peke zake akuwe anajua kwa kupitia mdomo yangu, lakini nakuombeni sana mkuwe mnaandika chini hizi mambo, na baada yake muende peke yenu mkajifunze peke zenu, muweze kuthibitisha haya mambo ambayo mimi nayasema. Sasa kabla ya yote, ninaomba kutoa taarifa fupi sana juu ya mpango uliofeli ya watu wa kutugawanya kupitia madini. Ndugu zangu ambayo mko hapa, naomba kuambia kitu kimoja. Kwa mujibu ya ulimwengu ya sasa, tuko na dini nyingi sana, na inaaminika kwamba zaidi ya dini 100 zipo na kitu inaitwa scripture.
Kiswahili yake ya haraka tuseme kama iko na kitabu yake ya dini ambayo kwa Mungu yake peke zake wamepewa hiyo kitabu. Ndugu yangu, naomba kuambia kwamba hakuna hata dini moja ambayo imewahi kuwa kwa dunia imeweza kuruhusu mauaji ya watu ambazo hawana hatia. Hakuna. Kwa hiyo naomba kuambia kwamba kwa sababu tu mtu anakuja anajitambulisha yeye ni padri ama pastor ama ni shehe wa dini ya Kiislamu, ninaomba sana hawa watu msiwaamini, kwa sababu hawa watu hawafati vitabu za dini zao. Nitakupeni mfano wa dini 12 na nitawatajia na majina za dini hizo pamoja na vitabu zao ambazo zinapinga kwa wazi kabisa mauaji juu ya watu wasiokuwa na hatia, mauaji juu ya binadamu. Kwa sababu tu ya umuhimu ya muda, nitaomba nisisome hizo, lakini nitawapea peke zenu muandike mukasome peke yenu. Kwa mfano, Waislamu wanatumia Qur'ani kama kitabu chao kitakatifu. Katika Qur'ani sura ya 5 na aya 32 imekataza wazi wazi mauaji ya binadamu, na ilikuwa inasema kwamba kwa tafsiri, mtu yeyote yule, kwa mujibu wa Qur'ani inasema mtu yeyote yule ambaye anaua binadamu asiyekuwa na hatia mmoja tu, ni sawa na huyo mtu kaua ulimwengu mzima. Ni sawa na huyo mtu kaua ulimwengu mzima. Sasa ndugu zangu, kwa watu ambao wanajua mathematics vizuri, ikiwa Samia Suluhu Hassan kaua watu 10,000, atakuwa kaua maulimwengu mangapi? Huyu baba kwa mujibu wa Qur'ani ameua hizi earth kama ngapi? Hii jambo nawambia sio jambo ambayo inatoka kwa akili yangu. Nawaomba sana kafungue Qur'an sura ya 5 verse aya ya 32. Inasema mtu akiua mmoja ni sawa kaua na ulimwengu mzima, ubinadamu uzima kaua. Ile thamani ya roho ya binadamu mmoja. Ndugu yangu, piga hesabu, ikiwa sayari ambayo ipo kwa solar system yetu inayotambulikana hazivuki hata madunia 10 hata 20. Kwa fupi, Samia Suluhu Hassan kwa mujibu ya Qur'ani kaua idadi ya watu ambayo kwa akili ya binadamu ya kawaida na elimu ya jiografia tulikuwa nayo haiwezi kupata hesabu kamili. Hii ni Qur'ani 5 verse 32. Kama haitoshi, Qur'an sura ya 6 aya 151 imekataza tena mauaji ya binadamu hata kama ako na hatia. Imekataza kwamba hairuhusiki. Mwenyezi Mungu anasema amekataza vikali kuua binadamu yoyote ile isipokuwa kwa sababu tu ya sheria halali. Kama hiyo bado haitoshi, kwa Qur'ani hiyo Qur'ani 17 aya ya 33 inakataza tena. Inasema tena Mwenyezi Mungu amekataza kwamba mtu yoyote ile kuua binadamu asiyekuwa na hatia. Na waomba ndugu zangu mkafanye research kwa peke zenu. Na peke zenu ukiwa mnaweza kufungua Qur'ani ukasoma, tunaomba mkawa comment kwa zile majamaa zilikuwa zinasema wao haki ni muhimu, tumechomewa magari, na hawataki kusema kwamba Qur'ani imeweka wazi kabisa mtu yeyote ile kaua mtu mmoja ni sawa kaua na ulimwengu mzima. Kwa nini hawasemi hizi mambo? Kwa hiyo tafadhali sana, kwa sababu tu sisi vijana ni watu ambayo uwezo yetu ya kufikiria ni kubwa, ninakuomba kila kijana awende akipata muda aka-comment kwa zile mapost ambazo wanaweka majamaa wa mamufti na majamaa wa mashehe na majamaa wa maustazi. Mwambie hivi, soma Qur'ani 5.32. Alafu andika tena soma Qur'ani 6.151. Alafu andika tena soma Qur'ani 17.33. Yeye peke zake atafahamu. Huyo mtu atafahamu. Kwa sababu na waomba ndugu zangu tusije tukaingia kwa mapambano na watu kwa kutumia maneno ya hovyo hovyo kama vile wao peke zao wanatumia. Hii ni Uislamu. Kwa mujibu ya Qur'ani, kitabu takatifu ya Mwenyezi Mungu, ina vielelezo nyingi sana ambayo imekataza kabisa mauaji ya binadamu. Sasa Samia Suluhu Hassan, ikiwa kwa mujibu ya Qur'ani
sura ya 5 verse 32 inasema, mtu yeyote ile aliyokuwa kaua binadamu moja ni sawa kaua na ulimwengu mzima. Naomba peke zenu mnisaidie. Je, huyo Samia Suluhu Hassan ameua maulimwengu mangapi? Kwa sababu juu ya mimi kuwa nimepasi sana mathematics, lakini hii hesabu peke zangu imenishinda. So naomba nyinyi peke yenu kuwe mnaweza kunisaidia. Tukiachia dini ya Kiislamu, tukija kwa dini takatifu ya Kikristo. Kwa mujibu ya dini ya Kikristo, sitaki kupoteza muda sana, lakini naomba kuwapa hii ushahidi kwa sababu tunakuwa tunashambuliwa sana na majamaa wa madini. Kwa sababu peke zao hata hizo dini hawazijui, lakini wamekuwa primitive na wamekuwa tayari kutumikia vyama za masiasa. Naomba Mungu akikupa nafasi leo hii, nenda kafungue Biblia takatifu na kasome Book of Matthew. Book of Matthew chapter 5 verse 21. Hii ni New Testament, yani kwa Kiswahili inaitwa Agano Jipya. Yesu Kristo ambaye alikuja kwa hii ulimwengu kufa kwa ajili ya dhambi zetu, amekuja kuthibitisha kwamba anasema hivi, kama mlivyosikia. Yani kwa context yake hii, Jesus hapa anafanya kitu inaitwa reaffirmation. Anathibitisha jambo ambayo imeshasemwa. Anawaambia watu, kama vile mumesikia kwamba you shall not murder. Maana yake kwa mtu peke zake ambaye anajua theology, maana yake hapa Yesu Kristo alikusudia ile 10 commandments kwamba usije ukafanya mauaji. Sasa mimi naomba kutuambie hizi mapasta ambayo hawakemei hizi mambo na wanawalaumu mapasta watakatifu kutoka tech kwa kusema ukweli, wanasema wale majamaa wanatumwa. Kama wametumwa, tukubaliane kwamba wametumwa na Yesu Kristo. Tusiseme kwamba wametumwa na maulimwengu ama wametumwa kuchafua nchi. Kama utasema kwamba ile mapasta wametumwa na Yesu Kristo aliye hai, tutakubaliana na wewe, kwa sababu Yesu amekuja kuleta haki kwa dunia. Amesema kwamba katu usije ukaua binadamu, usije ukafanya kitu ya mauaji. Ndugu yangu, hii ni miongoni mwa sheria 10 ambayo ni sheria zimekuwa kwa dunia hii kwa miaka mingi sana. Samia Suluhu Hassan kwa kiburi yake ameivunja bila ya woga wowote. Kwa watu ambayo sio Waislamu lakini pia peke zao sio Wakristo, tuseme ni Judaism. Pia ndugu yangu, Judaism wako na scripture ambayo unaiweza kuikuta peke zako kwenye Biblia takatifu kwenye Old Testament. Kuna kitabu inaitwa Exodus. Katika Book of Exodus utaweza kukutana na zile kanuni 10 za dunia. Ndugu yangu, Exodus chapter 20 verse 13 ndio hiyo verse inasema kwamba you shall not murder. Hiyo sio option. Maana yake never, katu kabisa, usije ukafanya kitu ya mauaji. Kwa maana yake usiue kwa mkono yako, wala usikuwa unasababisha watu kuliwa, aidha kwa kuwapea kitu ya kuua ama kwa sababu ya kutumika mdomo yako ikaenda ikafanya hayo mauaji. Ndugu zangu, naomba kuwathibitishia kwamba hizi maneno ambazo nimezisema sasa hivi, msiyachukulie ni maneno mepesi. Haya ni maneno yamethibitika kwamba yanatoka kwa Mwenyezi Mungu ambaye kaumba hii dunia. Quran nimewapa, verse Biblia nimewapa scripture ambayo Judaism mpaka leo wanaifuata. Ndugu zangu, inawezekana pia kwa watu ambazo ziko hapa live hawaamini Judaism, hawaamini Christianity wala Islam, lakini wao ni mabuda. Kwa sababu nimesoma leo nikajifunza kwamba pia Tanzania tuko na watu mabuda. Ndugu zangu, Buddhism kwa mujibu ya kitabu yenu kitakatifu ambayo inaitwa Dhammapada, sura ya Dhammapada ya 10, kasome aya ya 129. Kasome aya ya 129, inasema hivi: ogopa kifo, ogopa kumuweka mtu
akaingia kwa kuliwa, ama kumsababishia mtu yeyote ile mauaji ama kuliwa kwa makusudi ama kwa kutumika. Na never na katu kabisa usije ukaua binadamu au kusababisha kifo cha binadamu. Ndugu yangu, hii ni kitabu ya 4 takatifu nimeitaja hapa, ambayo Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi yake wamevikata na wamezikataa na wamezitemea mate zote. Hawazitaki hizi vitabu, peke zao hazitaki. Kama bado hiyo haitoshi, kwa kumalizia tu, tuende kwa dini ya Wajapan, Taoism. Ndugu yangu, kwa mujibu ya dini ya Taoism, kwa sababu tu kwa nchi yetu tuko nazo kabisa, kwa kitabu yao imeandikwa kwamba katu kabisa usije ukaua, na ukuwe makini sana na roho ya binadamu. Ukuwe makini kwa maana yake, ukisoma in context maana yake, ukuwe makini usije ukasababisha kifo kwa binadamu. Hawa ni Taoism. Na ndugu yangu, kwa kuwa na sababu tu niko nataka kumaliza, tuingie kwa mambo nyingine, ninaomba kumalizia na Hinduism, kwa sababu tuko na Mahinduism kama nchi zetu. Pia ziko Mahinduism nyingi sana kwa nchi yetu. Hinduism wana concept yao inaitwa ahimsa. Ahimsa maana yake kwa lugha ya Kiswahili don't harm, usidhuru. Hiyo maana ya hiyo neno ya hiyo kitabu yao, hiyo sura yao inaitwa ahimsa. Maana yake kwa lugha ya Kiswahili usifanye madhara. Sasa kwa hiyo kitabu yao Hinduism, sura ya 1 aya ya 36 mpaka 37 inasema hivi: katu usije ukakuwa unafurahia mauaji ya binadamu. Usije kuwa unafurahia mauaji ya binadamu. Naomba kuwafundisha kitu kubwa sana hapa ki-intelligentsia. Hapa hajasema usiue, anakwambia hata kufurahia. Wacha zile madini nyingine inokataza kuua, hii anakwambia wewe si bado hujaua na hujakuwa umehusika, bado peke zako anakwambia hata kufurahia, usifurahie mauaji ya binadamu. Ndugu zangu, labda kwa kuwapeleka watu kwa Mungu peke zake, inaweza ikakuwa inawasaidia kurudisha moyo zao wale watu ambayo mpaka sasa wamekuwa wanafurahia mauaji, labda kwa kukejeli ama kwa kusema maneno mabaya juu ya watu wameuliwa, watu ambayo sisi peke zetu tunawatambua kwamba wale hawajakuwa wacha kawaida, isipokuwa walikuwa mashujaa, na wale ambayo wamepona tunawatambua rasmi kutokea leo kwamba ni veterans. Sasa ninapenda kuingia kwa topic nyingine, ikiwa nyote mnanifahamu, topic ambayo kidogo hii leo nilimpigia simu na nikampelekea email Bwana Musigwa, na ilikuwa topic ambayo imemkera kidogo. Kwa hiyo ninaomba mniambie kama mnakuwa mnanifahamu na mnanisikia vizuri, na jaribu improve jinsi ya kuweza kuzungumza, kwa sababu tu nyote mko mnanifahamu. Na hii topic ni ngumu kidogo, na ni ngumu kwa hawa majamaa, na imewaumiza kidogo. Naomba sasa tuende pamoja, kama mtakuwa mnaniambia. Hey,